Lakini anasema ni heri kama tutayapitia kwa sababu ya Ukristo wetu. Na mtu mmoja ama kuna dhana ambayo huwa tunakuwa nayo ya kwamba, na ni ukweli kwa sababu kusoma kwa maandiko. For example, kusoma Numbers 6:24 inasema that may the Lord bless you and keep you. Unaona? Ya kuwa Mungu akubariki na tena akulinde. Na sasa kwa sababu umemkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, una expect kitu moja kutoka kwake, ya kwamba atafanya nini? Atakulinda. Na kuwa sasa maisha yako itakuwa tu ni sawa kwa sababu yule ambaye uko naye ni mkuu na ataweza kulinda. Lakini sasa sikia, umeuliza tunasoma ni kupigana na nani? Na Ayubu. Nataka kusoma mafungu haya ili tuweze kuelewa tu jambo fulani. Ya kwamba huyo Ayubu alikuwa ni mtu wa aina gani? Ndio tuelewe kuwa hata wewe na Ukristo wetu hata sidhani kama inaweza fikia ile ya Ayubu. Kwa sababu Ayubu, kitu cha kwanza, Mungu anapo testify anasema hakika huyu ni mtu wa aina gani? Ayubu 1:9. Huyu ni Mungu anasema. Na sijui mimi Mungu anasema nini kunihusu. Wewe unaisikiza sijui Mungu anasema nini kuhusu. Kwa sababu unazaona kuwa wewe ni Mkristo sana, alafu unajiuliza mbona mimi napitia nini? Changamoto. Lakini Mungu anataka kuonyesha kuwa kuna wale katika maandiko ambao walikuwa ni watu wa Mungu, righteous, blameless, lakini still Mungu aliweza kuwaruhusu nini? Waweze haya yaweze kufanya nini? Wapate. Kwa nini? Angalia anasema nini? Testimony ya Mungu 1:9. Ayubu 1:9, msikilizaji, inasema hivi. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Lakini nane anasema nini? Soma nane. Anasema, unaona mali nataka kwa hiyo swali. Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Mtumishi wangu Ayubu. Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Sikia testimony ya Mungu, hakuna kama yeye duniani wakati huo. Kweli. Hapana aliye kama yeye duniani. Mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Huyo ni Mungu anaongea kuhusu nani? Ayubu. Kumaanisha huyo ni Mkristo par excellence. Mkristo par excellence. Ayasikia mke wake anasema nini kuhusu Ayubu? 2:9. 2:9. Mke wake anasema nini? Mke wa Ayubu sasa. Tunajaribu kuangalia tu, je, Mkristo anaweza pitia changamoto? Ngoja kuonyesha kuwa kuna wale ambao walikuwa hata Wakristo zaidi, ama wale ambao walikuwa ni watumishi wa Mungu par excellence, lakini walipitia changamoto. Mke wake anasema nini? Mke wa Ayubu anasema, ndipo mke wake akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Bado tu umeshikamana na mpaka sasa. Hata baada, yani ujawa ile utimilifu ambao ulikuwa nayo miaka, bado tumeshikilia tu. Yani mke wake changamoto hii. Kuna mtu alisema kama kuna mtu anakujua, tunaweza jificha ficha huko huko lakini mke wako anafanya, anajua kama wewe ni mkamilifu, anajua. Sasa wewe Ayubu alijua, akamuuliza, tangu nikujue mpaka sasa hivi bado umeshikamana na utimilifu wako. Na marafiki wake malizia 4:6. Uone jambo ambalo tunajifunza kutokana na mtumishi kabisa. Marafiki watatu wamemtembelea. 4:6 inasema, je, dini yako sio mataraja yako? Ya matumaini yako si huo uelekevu wa njia zako? Anakuambia matumaini yake si hiyo uelekevu wa njia yake. Uelekevu wa njia yake. Yaani kila mtu alikuwa amejua kuanzia kwa Mungu, mke wake, marafiki. Hata kusoma 29:7 ama 9 pale utagundua kuwa hata society ilikuwa imegundua ya kwamba huyu mtu mkamilifu. Lakini tunapata kuwa tumejua ya kwamba basi wetu tumempenda Mungu, tumejitoa kwake. Shida inaletwa na nani? Si Mungu ndiye anatuletea. Tunapata kuwa ni shetani ndiye amefanya nini? Ameweza kuyaleta majaribu hayo. Na wakati ya majaribu inakuja, kuwa Mungu pia anaweza turuhusu tuweze kuyapitia kwa sababu ya yale ambayo tuliongelea pale awali. Ya kwamba unapata Daudi anasema nini? Nashukuru kwa sababu ya kuyapitia pale. Kwa sababu kumbe Mungu hangemruhusu apitie zile shida na tatizo ambayo anapitia. Kumbe mtumishi huyu angeweza kufanya nini? Angeweza kupotea. Kwa hivyo hayo yameruhusiwa ili aweze kujiita, inaitwa kujiita mkutano kabisa, kujiita mkutano. Kujirudia katika kujirudia, kusema kwa acha nifanye nini? Nifuate Mungu tu. Changamoto hizi inaweza kusaidia kwa ajili ya kusimama imara katika nini? Katika imani yako. Yakobo na Paulo na Petero wanasema hivi, atifurahi sana wakati unaisoma hiyo fungu. Acha niangalie katika Yakobo. Yakobo ni nadhani ni 2.
Yakobo anasema furahi, kitu ambacho najua watu watatuangalia hivi washindwe, kitu gani ambacho wewe unafanya nini? Unaniambia ni Yakobo chapter 1. Yes. Yakobo 1 verse 2. Yakobo 1:2 anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Anasema kuwa ni furaha tupu. Yaani ati wakati unaingia katika majaribu uhesabu kuwa hiyo ni furaha. Inaanza wanasema furahi sana. Wakati changamoto inakuja usikasirike, wewe fanya nini? Furahi. Kwa nini? Anatupea sababu. Anaendelea kusema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Alafu pia saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na wakamilifu bila kupungukiwa na neno. Unaona, kuna kitu ambacho changamoto kinafanya katika maisha yetu, ya kwamba hizo setbacks zinakusaidia kwa ajili ya imani yako utafanya nini? Ikue. Si kubaki tu pale. Unajua kuna mwimbaji ambaye aliimba kule Uingereza akasema ati life is easy when you're on the mountain. But things change when you're in the valley. Uko chini pale. Hapo ndio anasema kuwa that's where your faith is really put to the test. Kwenye bonde. Hapo kwenye bonde. Ya kwamba unapokuwa huko juu, Yesu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kila kitu. Lakini wakati vitu vimebadilika, umekuwa na setback. Zile vitu ambazo ulikuwa unatarajia ulikuwa na hapo zimefanya nini? Ulikuwa unapigiwa simu kila siku, sasa hakuna. Vitu vyote vimefika pale. Alafu sasa huko ulikuwa unamtukuza Mungu, lakini hapa sasa unasema Mungu afanye nini? Hayuko. Mbona uonekani? Na unajua anamalizia vizuri akasema hivi, mwimbaji huyu anamalizia anasema hivi, the God of the day, the God of the night is the God of the day. Ni Mungu huyo. Au usiku wako ni Mungu, na mchana pia bado atabaki nini? Na Mungu mwenye anapatikana huko kujia milima wakati uko na furaha. Tena huyo Mungu bado anapatikana bondeni hapo. Hapo yupo tu. Shida tu ni kwamba sisi sasa tuna lose focus na tunaanza kuangalia juu ya mawimbi badala ya kuangalia nani? Badala ya kuangalia Kristo. Lakini positive mind ambayo Ayubu alikuwa nayo. Hiyo ndio kitu